kweli. Bwana asifiwe sana. Hawa ndio watu ambao wamekomaa. Maana kuna wengine wako kanisani leo wamejifunika gubigubi, wanasema kuna baridi. Haleluya. Wanasema kumenyesha. Wengine ni watoto wanaotembea kwa matope. Lakini mtoto akigonjeka leo utakimbia naye Kenyatta bila kujali kama kuna matope. Bwana asifiwe sana. Na kuna jambo nimekuwa nikijiambia, labda si ujumbe wangu, nimekuwa nikihubiri asubuhi nikiambia watu usimsahau, usitoke kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kukutoa kwa Mungu. Haleluya. Hasa hii kipindi ambayo tunaenda, kipindi cha Krismasi hivi, watu wengi wanafikanga mahali wanatoka kwa Bwana. Haleluya. Lakini nimekuja nikukwambia kwamba kama kuna wakati wa kutafuta Mungu ni wakati huu. Haleluya. Kama vile unafanya mipangilio na mipango ya vile utaenda Nyalugunga, vile utaenda kutembelea watu wa kwenyu, vile utafanya miradi mbalimbali, moja wapo ya mradi ambaye lazima uweke ya kwamba nitamtumikia Bwana. Haleluya. Ningependa nikutie changamoto. Mchungaji amesema ili wiki na mwezi ya kutoa shukrani. Haleluya. Angalia jambo moja unaweza fanya kwa nyumba ya Bwana. Haleluya. Hata kama nitapiga repair nyumba yangu, nitaripea nyumba ya Mungu kwanza. Haleluya. Hata kama natumia simiti 10 kwetu nyumbani, nitaleta simiti 2 kwa nyumba ya Bwana. Haleluya. Kama nitanunua kiti mpya mwezi huu, nitanunua viti 2 ndani ya nyumba ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Maana hiyo ndio njia ya kujiitia baraka za kumaliza mwaka. Haleluya. Kwa hivyo nashukuru Bwana sana kwa neema yake. Wacha tu ndugu yangu nisaidie niweke hapo kidogo, nisije nikachoka kidogo. Nitasaidia watu tusongeze hapa. Naona ikiwa karibu hapa inanisaidia. God is good. Thank you very much. God is good. Nikikaa hapa nasikia niko karibu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kufanya funzo leo. Mchungaji, lile neno nimekuja nayo hapa ni ya kwamba tunavunja vizuizi. Bwana asifiwe sana. Hii ni Jumapili ya kuvunja vizuizi. Haleluya. Kwa kizungu nimeipea jina Sunday to break the barriers. Haleluya. Ninaamini mwisho wa siku ya leo, maana nina ibada ambayo inafuata, nimekuja nitangaze kwa hii kanisa, kwa neema ya Jehova tunavunja mipaka katika jina la Yesu. Tunavunja vikwazo vyote katika jina la Yesu. Ninaombea maisha yako baada ya ibada ya leo. Mchungaji, ila kizuizi kimekuzuia, ni lazima kitaondolewa. Haleluya. Haleluya. Unajua maisha hii tunaishi panaweza kuwa na vizuizi. Haleluya. Hai, Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vinasimama mbele yako na ziwe zimekataa, na ziseme hapa hautavuka ama hapa hautapita. Leo tumekuja tutangaze kwa neema ya Jehova, kizuizi chochote kinachosimama mbele yako ni lazima kiondoke. Haleluya. Haleluya. So we are going to break the barriers. Kwa hivyo injili yangu na mafundisho yangu na mahubiri italegea habari ya kuvunja mipaka, kuvunja viwango. Haleluya. Ama vizuizi. Haleluya. Lile andiko ambalo tutaenda kuliangalia, tutaangalia kitabu cha Samueli wa pili 23 mstari wa 18 hadi 12. 2 Samuel chapter number 23 verse number 8 up to 12. Hapa kuna hadithi nzuri ambayo itasaidia kuangalia ili wazo kuvunja vikwazo ama kuvunja vizuizi. Haleluya. Hai, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Unajua maisha hii imejaa na vikwazo vingi na vizuizi kunazozuia njia yako, lakini hapa kuna hadithi ya kusaidia kuvuka na kuvunja kila vikwazo katika jina la Yesu. Yule amepata, tafadhali anisomee kitabu cha 2 Samuel 23 verses number 8 to 12. Kuna yule amepata? Kuna yule amepata? Pastor, tusomee tu. Na ningependa 2 Samuel 23. Amen. 2 Samuel 23 verse 8. These are the names of David's famous soldiers. The first was Joseph Basebeth from Takemon, who was the leader of the three. He fought with his spears against 800 men and
killed them all in one battle. The second of the famous three was Eleazar, son of son of Dodo, of the clan of Haul. One day he and David challenged the Philistines who had gathered for battle. The Israel fell back. This fell back. 10. But he stood his ground and fought the Philistines until his hand was so cramped that he could not let go of his sword. The Lord won a great victory that day. After it was over, the Israelites returned to where Eleazar was and stripped the armor from the dead. The third of the famous three was Sama, son of Agag, from Haran. The Philistines had gathered at Lay, where there was a field of peace. The Israelites fled from the Philistines. 12. But Sama stood his ground in the field, defended it, and killed the Philistines. The Lord won a great victory that day. 13. 12 stars. Let's pray together. Baba, ni asante kwa sababu hili neno ambalo umeenda kutupa asubuhi ya leo. We appreciate you, Lord, because you are the God of yesterday, today and forever. Your word is alive, your word is powerful, your word is able to bring healing, transformation and change in our lives, oh God. Father, mbele yetu kuna neno ambalo Bwana umetupea. Tunaenda kuivunja neno hili mfalme. Tunapomega mkati huu ambao Bwana ni mwili wako, tunaomba Bwana ukanena mioyo yetu, ukatutie nguvu mfalme, hata kuendelea kubarikiwa na kuinuliwa. Asante kwa sababu neno hili Baba, najinyenyekeza mbele yako. Bwana, nitumie kama chombo, nikawe baraka kwa watu wako, ili kupitia kwa hili neno Bwana, kuna mtu maisha yake itabadilika, na Bwana utainua maisha yetu kwa utukufu wa jina lako, tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hapa tumesoma hadithi ambayo inaanza na kusema palikuwa na watu wa men of David. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kuna watu wanaitwa men of David. Hapa kuna watu ambaye Mungu aliinulia Daudi. Hallelujah. Nilipokuwa nachambua ile andiko mchungaji, nikakuja kugundua jambo moja. Unahitaji Mungu akuinulie watu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo naomba ya kwamba kama vile Mungu aliinulia Daudi watu, Mungu akuinulie watu wako. Hallelujah. Hiyo watu wote walikuwa wa Daudi, walikuwa na jeshi kubwa, walikuwa na wanaume wenye misuli, lakini Biblia inasema kuna watatu walitajika. Hallelujah. Wakaitwa men of David. Hawa ni watu ambao walisimama na Daudi. Hawa ni watu ambao walipigana pamoja na Daudi. Hawa ni watu ambao walisimama na Daudi wakati mambo ni mazito. Hallelujah. Inaomba kwa jina la Yesu, mwezi wa 11, Yehova Mungu wa mbinguni akuinulie watu watakaosimama na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akuinulie watu watakaosimama na nyumba yako. Mungu akuinulie watu mchungaji wanasimama na hii huduma. Hallelujah. Hallelujah. Ambia mwenzako there were men of David. Mwambie mwenzako there were men of David. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ninapoanza tu maana nafunza, nilikuja kujua kwa huduma unahitaji vitu tatu. Hallelujah. Jambo la kwanza unahitaji upako wa Mungu. Bwana asifiwe. You need the anointing of God and the favor of God. Bwana asifiwe. Yaani unahitaji kibali na upako wa Mungu juu yako. Hallelujah. Na jambo la pili unahitaji watu wako. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Unajua unaweza kuwa na upako na ukose watu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na huduma lakini huna watu wako, wengine ni wakupita. Hallelujah. Lakini Mungu atuinulie watu wetu. Hii kanisa Mungu ainue mtu. Atasema mimi
war. God gave David his men. Wanaitwa the men of David. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Situpate wazee na wamama wa kanisa Grow Faith. Bwana asifiwe. Watu ambao watasimama na hii huduma. Naomba kwa jina la Yesu tunapojifundisha. May you be among the men and the women watasimama na hii huduma. Bwana asifiwe. Hata mawe ikirushwa utabakia pale. Haleluya. Hata watu wakitoroka wewe utabaki. Haleluya. Unajua hata Yesu alikuwa na wale watu walikaa naye mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua alikuwa na kuna mahali nilikuwa nasoma injili ya asubuhi, nikagundua ya kwamba kuna mahali watu walitoroka Yesu. Wakati aliwaambia, ukitaka kunifuata, beba mzigo, beba msalaba wako na ujikane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema wakati Yesu alisema yale maneno, wafuasi wengi waliondoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alipokuwa anafunza tu akawaambia, mnajua nini? Ili mnifuate lazima ujikane na uwe tayari kubeba nini? Msalaba wako. Watu waliposikia ni msalaba, wengi waliokuwa wanamfuata waliondoka. Bwana asifiwe. Lakini wale 12 wakasema hata wengine wakiondoka sisi tutaendelea. Haleluya. Na Yesu akawauliza hivi, mchungaji, hata nyinyi mnataka kwenda? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, hata wewe unataka kwenda? Bwana asifiwe. Yaani Yesu ni Bwana wa Mungu. Amefika mahali amewambia unaona kuna wale wameenda. Bwana asifiwe. Wamesikia ni pagumu. Wamesikia inachukua sacrifice. Wamesikia kuna kujikana. Wakabeba virago wakaenda. Akageukia wanafunzi wake. Akawauliza, je, nyinyi pia unataka muende? Na katikati yao Petero akasimama akamjibu. Akamwambia, Bwana, tuende wapi? Na wewe ndio una uzima wa milele. Haleluya. Angalia watu ambao wameitwa. Petero anasimama anasema, hata kama ni kifo niko tayari kufa. Haleluya. Mimi sitaondoka na wengine. Haleluya. Ambia mwenzako usiondoke na wengine. Bwana asifiwe. Hata kama ni pagumu bakia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako mwambie, hata kama ni pagumu wewe bakia. Bwana asifiwe. Nafunza nakuja kwa injili yangu ni breaking the barrier. Najaribu kuanalyze hiyo scripture ya kwamba unasikia men of David. Bwana asifiwe. Watu waliosimama na Daudi. Mchungaji, ni ombi langu wiki hii na mwezi hizi ziko mbele yetu, Mungu atuinulie wanaume watasimama na hii kazi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Katakateke na bado wako. Haleluya. Hata kama ni vita tunapigwa, anaendelea kusimama. Hata kama majaribu yameingia, tunaendelea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Men of Bwana Yesu asifiwe. Tunaongelea nani? Men of tunaongea kuhusu men of David. Biblia inasema they were men of David. Watu ambao wanasimama na kazi ya Mungu. Hii kanisa inahitaji watu wa kusimama. Bwana asifiwe. Hawa ni watu waangaliangi nyuma. Bwana asifiwe. Hawa ni watu wako tayari kumwaga anything for the purpose ya neno la Bwana liweze kusimama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, pengine wewe ndio man of David kwa hii kanisa. Wacha kulalamika. Bwana asifiwe. Ati tumetoa tena, inaenda ndio ingine inakuja, unaanza kulalamika. Wewe ni kama wale wanaenda. Bwana asifiwe. Lakini if you are the man of David, utasimama na kazi ya Bwana. Ukiambiwa tutoe, utatoa tena. Ukiambiwa tuende, tutaenda. Ikiwa vile inakuwa, tutaenda. You are the man of David. Bwana asifiwe. Na jambo la pili, takushika na hiyo neno ni kwamba in the book of 2 Samuel 23, we say that these were the men of David. Because I want you to take note of the men of David. Bwana asifiwe. Na namba 2, kinyi lazima ukumbuke hawa watu hadithi zao ziliandikwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa sio watu tu ambao ya Daudi. Hii sio vita ya Daudi. Hii ni hadithi yao iliandikwa. Naomba kwa jina la Yesu, kabla ya mwaka haijaisha, hadithi yako pia iandikwe. Haleluya. May your story be written. Haleluya. Hadithi yako, ushuhuda wako pia na itolewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Palikuwa na watu wengi. Daudi alifanya mambo mengi,
lakini hapa tunapewa hadithi ya watu watatu. Haleluya, oh haleluya. Yani katikati ya hadithi ya Daudi, hadithi yake inapatikana. Bwana asifiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, in the midst of the story of others, hata wewe yako itaandikwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekuja kuambia mtu, umesoma hadithi za wengine, umesikia ushuhuda za wengine, hata wewe pokea ushuhuda wako. Haleluya. Oh, haleluya. Kama unanisikia sema, ewe Jehova, nimesikia hadithi za wengine, nimesikia shuhuda za wengine. Bwana, ni wakati nami pia unipe ushuhuda. Haleluya. Haleluya. Naomba kwa jina la Yesu, kabla ya mwaka haijaisha, Mungu wa mbinguni akupe ushuhuda. Haleluya. Mungu wa mbinguni akupe ushuhuda. Tunaambiwa habari ya Shama, hata kama Daudi alishinda vita vingi, lakini tunaambiwa hadithi ya Shama vile alishinda. Haleluya. Oh, haleluya. Even your story can be written. Bwana Yesu asifiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Even your story can be written. Kuna mali niliandika nikaambia watu, umesoma vitabu za watu wengi, hata kitabu yako inaweza soma. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, umesoma vitabu za watu wengi. Tumwambie mwenzako, umesoma vitabu za watu wengi. Mungu akusaidia yako pia isomwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama umesoma kitabu cha Reinhard Bonnke, hata wewe unaweza soma yako. Haleluya. Kama umesoma ya P.L. Osborne, hata ya James Hoko inaweza ikasomwa. I declare in the name of Jesus, tunapoingia mwezi wa 12/11, Jehova asababishe ukasomewe hadithi yako. Haleluya. Ushuhuda wako ikatangazwe ya kile Bwana ametenda. Maandiko inasema, tunaambiwa habari ya Shama, tunaambiwa habari ya Obino, tunaambiwa habari ya Joshekaba. In the name of Jesus, inatangaza kwa jina la Yesu, hata hii kanisa hadithi yetu itatolewa. Haleluya. Haleluya. Ambia mwenzako, na sisi tusaingia kwa historia. Bwana Yesu asifiwe. Asema hata mimi naingia kwa historia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kitabu cha Samuel ni history. Bwana asifiwe sana. It's an history book. Tunaambiwa hadithi ya vile Daudi alishinda akashinda, lakini kabla haijafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hiyo ni chapter 1 inaenda mpaka 24, lakini kabla haijaisha 24 waliweka mahali akasema, hapana, si Daudi peke yake. Bwana asifiwe. Kuna men of David ambao walifanya nini? Walisimama. Haleluya. Naomba kwa jina la Yesu, kama vile unasimama na hili kanisa, Mungu asimame na wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile unasimama na kazi ya Mungu, Mungu pia asimame pamoja nao. Men of David. Bwana asifiwe sana. Wacha tuangalie wa kwanza, na jaribu kupitia pale tumepewa wa kwanza. Wala wameingia kitabu cha 2 Samuel 23 verses 8 kuendelea. Biblia inasema ya kwamba wa kwanza alikuwa ndio Josheb Ben-Sheba. Huyu ni captain ambaye alipigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Yani peke yake akaua watu 800. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yani ikifika kama Kijaluo inasema aje, lakini nasema then Chalwe manondego chimia poro. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anaweza pigana peke yake. Haleluya. Huyu sio mtu anataka kuwa na wengine. Maandiko inasema akiwa peke yake akaua wanajeshi, akaua maadui 800. Haleluya. Oh, haleluya. Natangaza kwa jina la Yesu, wewe utamaliza maadui wa baba yenu. Haleluya. Natangaza kwa jina la Yesu, maadui wa kabila yako utawamaliza, maadui wa baba yenu utawamaliza. Haleluya. Oh, haleluya. Nyosha mkono wako, sema my God, my God. Sema baba yangu, kupitia kwa maisha yangu, maadui wa nyumba yetu nitawamaliza. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua utakomekana na maadui wa kwenu, mpaka unasema hiyo ni metodi yetu. Bwana asifiwe. Natangaza mwezi wa 11
na mwezi wa 12, hiyo neema ilikuwa juu ya Joshafu, ikashuka juu yako. Utamaliza maadui wa boma yenu in the name of Jesus. Kuna kitu imekalia dada zako, kuna kitu imekalia wazazi wako, kuna kitu imekalia watu wa kule ulizaliwa. Neema ya Mungu ishuke juu yako, utaimaliza in the name of Jesus. Kuna umasikini ingine sio ya kawaida. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Ndio kuweka msingi. Kumbuka, my main message this week or this Sunday is breaking the barriers. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuvunja nini? Vikwazo na vizuizi. Bwana asifiwe. Hawa ni watu walisimama, akasema hii boma hakuna mtu ashaikutoka, mimi nitakuwa wa kwanza wa kutoka. Haleluya. Oh, haleluya. Hii boma hakuna mtu ashaipeleka gari, nitakuwa wa kwanza kuendesha gari. Haleluya. Oh, haleluya. Hii boma hakuna mtu ashaigraduate, watoto wangu watakuwa wa kwanza. Haleluya. Oh, sema amen. Breaking the barrier. Na Biblia inasema huyu Joseph anaitwaje? Jina lake ni Joseph aliua na mkuki wake, yani akiwa peke yake, with one spear akaua wanajeshi 800. Bwana asifiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Yani kile naona ndani ya huyu jamaa ni yule mtu anaweza simama peke yake. Bwana asifiwe. Mienzi ya kushikiliwa na wengine imeisha. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako hiyo tabia kushikiliwa na wengine sasa lazima ikome. Tabia ya kushikiliwa na wengine lazima ikome. Muongei lakini mimi najiongelesha. Bwana asifiwe. Hiyo tabia ya kuegemea wengine, hatuwezi fanya kwaya ati kwa sababu nani hajakuja. Hiyo tabia lazima ikome. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ibada haiwezi kaanza ati kwa sababu hajakuja. Hiyo tabia tunatoka in the name of Jesus. Ninaaminia Mungu neema. Yule anafikiria lazima akue na ibada iendelee, atatupata tukimaliza. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati mwingine swala sio huyu wetu. Bwana asifiwe. Kuna watu wanaweza koma. Bwana asifiwe. Amen. Ndio mwenzako, I will not be frustrated. Bwana asifiwe. Unajua nihubiri tu. Dada yangu usikubali kuwa frustrated. Bwana asifiwe. There are people who can frustrate you. Hata kazini. Bwana asifiwe. Unajua kunaweza kwenda mfanye kazi anajiona yeye anajua na makastoma, ama yeye anajua kuuza. Siku moja na kufrustrate. Bwana asifiwe. Siendi, wacha nione vile itakuwa. Sio James. Bwana asifiwe. Ukikosa tutaifanya bila wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako ukikosa tutafanya bila wewe. Pastor anaweza kumkalia hapo niko tu sawa. Okay. Yes, ukikosa tutaendelea. Mimi wewe hutatufungia hewa. Bwana asifiwe. Hadi kwa sababu unaona wewe uko na elbow ya juu. Wewe unajua kutuambia ruka pande, kosa uone. Tutaendelea bila wewe. Bwana asifiwe sana. Hii kanisa haitakwamishwa na mtu. Haleluya. Haleluya. Na sio kiburi. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu tuna neema ya mtu tumefundishwa hapa. Yoshefani alisimama. Haleluya. Yeye peke yake akaua watu 800. Haleluya. Oh, haleluya. Do you think it's a joke? Una mkuki moja hivi tu. Wadi hivi sio tano. Biblia inasema with his own spear. Bwana asifiwe. Simba nisome hiyo verse number 8 pale chini. Verse number 8 hapo ni 8 ama ni 9. Inasema pale, with the captain of the king's special, he used his spear. Alitumia mkuki wake. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaipenda na Kiswahili anisomee. 2 Samuel 23 verses 8. Mtu mwingine asome. Inasema sema. Haya ndio majina ya mashujaa aliyokuwa nayo Daudi ya Shebeabu. Mahamoni kwa makaida, huyo aliinua shoka lake juu ya watu 800 waliouawa pamoja. Bwana asifiwe. Aliinua shoka lake. Bwana asifiwe. Ayusingia hakuazima. Bwana asifiwe. Hakuita dada fulani kuja unisaidie. Anasema peke yake aliinua shoka lake. Bwana asifiwe. Sino shoka ya wengine, alisimama peke yake. Bwana asifiwe. Let me tell you my friend. Kwa hiyo boma wacha kungojea brothers zako. Bwana asifiwe.
Nitafanya siku yenye brother yangu tutakubaliana. Bwana Yesu asifiwe. Nitafanya siku ile watakuja kwa mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akukomboe hapo. Bwana asifiwe. Nenda kama una uwezo. Enda uchenge nyumba ya mama kuanzia kwa foundation mpaka kwa roof. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Amseme amen. Bwana asifiwe. Amen. Sisi jenga peke yangu. We have to agree. Unajua lazima waite mkutano. Unawaita wananyeta. Bwana asifiwe. Wasikuje tena. Bwana asifiwe. Amini Bwana, waambie Bwana, hii mradi nitaishika, nitaipambana nayo mpaka imalizike. Haleluya. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kitu kimoja nimegundua mchungaji. Kuna kitu inatulimit, ni kitu ya kungojeana. Bwana asifiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii habari ya kungojeana inafanya nini? Tunaenda pole. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Remember, my topic is breaking the barrier. Na jambo moja lazima uepuke ni roho ya kungojeana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata fundi wanapojenga, atinangojea kwanza aniletee ndio utakaa hapo. Bwana asifiwe. Lazima ukuwe na neema hii ya kusema wakikosa mimi nikachukua na nitamaliza. Bwana asifiwe. Paka kuweka madhabahu hapo, wewe kuja na mawe 20, weka hapa mpaka pale. Bwana asifiwe. Wangoje wakuje na simiti. Bwana asifiwe. Nimeenda mbali. Bwana asifiwe. Bwana Yesu pasa. Nunua mawe. Mawe ni ngapi hapa tunahitaji mawe 50. Bwana asifiwe. Ama 100, whatever unahitaji. Bwana asifiwe. Sema mimi nanunua mawe 50 next Sunday. Unaona umeleta 50, wewe mwaka mawe hapa. Weka huko nyuma, count 1 2 3 50. Hiyo ni bao ya madhabahu. Unaona hakuna mnanda simiti. Wewe sema next week naleta simiti 2. Wanzeni wewe funga hapa kwanza ikiwa imefungwa. Mimi nafanya singojei wengine. Bwana asifiwe. You getting me? Wewe baby ni ngumu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani huyu ni mtu anasimama na anasema Bwana utanitumia kuleta ushindi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba Mungu akuinulie roho dada yangu Imelda. Usimame, Bwana utanitumia kuleta ushindi kwa hii serikali. Bwana asifiwe. Hapa Kabiria, Bwana nitumie kuleta ushindi. Kwa hii kanisa, Bwana nitumie kuleta ushindi. Kwa familia yetu kule nimezaliwa, Bwana nitumie kuleta ushindi. Haleluya. Hata kwa mama simama sema Bwana nitumie kuleta ushindi kwa hii familia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tunaangalia mume wako ameleta ngapi? Hajaleta. Hata misileti. Hajatoa hata mistoi. You will not go far. Joseph ni mtu alisimama akasema hawa maadui nitawamaliza peke yangu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wengine sio kiburi, ili break some barriers itabidi usimame peke yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa hapa duani praise and worship, unangojea tu backup, unangojea swing guitar, unangojea keyboardist, unangojea nani kitu gani wachana na yeye. Bwana asifiwe. Kama atakuja akujage kama tumefanya nini? Bwana asifiwe. Tuko sawa. Wewe nikuta tukiendelea. Bwana asifiwe. Mimi nikiwa na sauti yangu hapa nishika hii microphone. Anaweza Bwana. Anaweza Bwana. Anaweza Bwana. Anaweza Bwana. Kibodi tukitaka uingie. Bwana asifiwe. Sitakungoja. Bwana asifiwe. Maana Mungu hahitaji hiyo wengine, anahitaji kile niko nayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu angalia Paulo na Sila. Unajua wakiwa gerezani wangengojea keyboard, wangekaa hapo miaka yote. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wangengojea kwenda soloist. Naamini Paulo alikuwa ni mwalimu. Bwana asifiwe. Paulo alikuwa ni mhubiri. Angesema mimi nangojea praise and worship leader anianzie kiu. Angekaa hapo miaka yote. Paulo alisema kwa hii jela, hapa mahali nilipo na sauti yangu nitaanza kuabudu. Haleluya. Hata kama nitakuwa off key, lakini nitaabudu. Hata kama sina backup, nitaabudu. Haleluya. Na kutokea pale ushindi wake ukapatikana. Bwana Yesu asifiwe. What am I trying to say?
One of the things that will help us break the barrier ni ujue kusimama ukiwa peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi unajua vizuizi vingine mingi ni kwa sababu unajua hata Ujaluoni kuna wakati nilitembea nikapata wengine wanazuiwa. Ati ndugu yangu mkubwa hajajenga, hata mimi nangojea kwanza ajenge ndio nitajenga. Bwana asifiwe. Na ndugu yako mkubwa amehundre, hata afikiri mbele wala nyuma. Kama wadu wa madua mpoko gedo, anabeja karini monyo gedo. Ajaoa mimi nangojea aoe ndio nitaoa kitu gani? Haleluya. Waambie ndugu yangu tuelewane vitu viwili. Nimekupea ujenge ama usipojenga nitapita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimekupea muda uoe, kama hutaoa mimi nitaendelea. Kama utaniambia ni kweli, kama ni hiyo ni yenu. Bwana asifiwe. Hiyo ni yenu. Bwana asifiwe. Lakini kuja kundua sio kweli. Hakuna vile maisha yako itakwama ati kwa sababu mwingine amekwama. Bwana asifiwe. Am I talking? Am I talking something here? Bwana asifiwe. Ndio utavunja mipaka. Utavunja vizuizi. Uwe useme mimi Mungu ninakuamini. Naomba ndugu yako ukae na yeye. Pangeni mipango, mwambie brother, mimi naona nikusaidie na mawe 20. Naona nikujengee miti 2. Wewe tafuta 3. Mimi nitakupea mbao. Mimi nitakupea mabati. Wewe tafuta ingine. Ukiona anadega mwambie brother tuelewane vizuri. Kwa neema ya Bwana niruhusu mimi nitawane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio njia unavunja vizuizi. Hata kanisani ukiona keyboard sana kusumbua hapa kwa praise, mwambie brother weka keyboard chini. Bwana asifiwe. Wapendwa pigeni makofi. Bwana asifiwe. We are breaking the barrier, because barrier ya kwanza, kitu ambacho inazuia watu wengi kuinuka, my friend, ni kungojea wengine. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kungojea wengine, mimi nangojea, niko peke yangu. Unajua nikiwa peke yangu siwezi nikafanya nini? Hapana. Mimi waambie watu wachungaji, hata praise and worship leader lazima ujue kufunga vyombo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako ukiwa praise and worship leader. Okay, Bwana asifiwe. Mwambie ukiwa praise and worship leader, kuanzia leo lazima ujue kuweka hizi instrument. Ndaribu nikijenga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wazee wa kanisa lazima mjue kuweka instrument. Si ati instrument ni ya nani tu. Yeye anaamka saa 12 iko hapa. Wewe umekaa miaka 5 hata ujui microphone inaingizanga wapi. Can't work that. Bwana asifiwe. We can't break the barrier. Lazima ujiaki Mungu, hebu nijue hii instrument inatokanga wapi pale. Wakati unaona kumekwama, wakati hakuna mtu, ingia weka steamer, ibadilishe hizi microphone mali inaingia. Wewe anza kazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo ni nani? Joseph. Huyo ni mtu alipigana peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Is somebody getting me? Yaani alipigana peke yake. Kwa kanisa semi ukwe na utenganisho, ama semi upigane tunaharibia wengine. Bwana asifiwe. But my point is, maono yako isikwamishwe na wengine. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And pastor, naomba Mungu tufanye hivyo tu. Tunataka hii tuweke mpango hapa, ujue ni pesa ngapi tunahitaji simiti, tunahitaji mawe ngapi, tunahitaji mchanga kiasi gani. Wewe kasirika, sema Bwana hiyo mchanga leo moja nitaileta. Bwana asifiwe sana. Na si kwa imani. Bwana asifiwe. Enda kona, simama hapo, ambia pastor, mimi nanunua lori moja ya mchanga. Inawekwa wapi? Sema bali inawekwa. Kuja mwaga, hata kama ni hapo nyuma pale, nyuma popote pale, mwaga. Bwana asifiwe. Mwingine pia sema mimi nakuja na mawe 5, ama mawe nanunua ni ngapi? Mawe 20. Nunua mawe 20, weka chini. Bwana asifiwe. Wakikaa wamezubaa, unaona bado sijui toa, hawatoi. Wengine walisahau, wengine walienda, waambia mimi nakuja na simiti. Tafuta fundi, weka na ili moja. Bwana asifiwe. Wajua kuanzia next Sunday hakuna kwenda huku juu. Madhabahu ni hapa, huko tunajenga. Bwana asifiwe. Is somebody seeing my dream? Unaona maono yangu? Uwaambie kuanzia hapa kwenda huko sio madhabahu tunajenga. Tumieni hapa mpaka mjenge hiyo. Bwana asifiwe. Msipojenga tena tunangojea. Nitaweka 5. Bwana asifiwe. Na msipochunga nitaendeleza mpaka hapa niwaambie sasa mnaombea huko.
maana ninataka kufanya kazi ya Bwana na sitakubali mtu anizuie. Bwana sifiwe. Oi, haleluya. Sema Bwana nisaidie, niue majeshi na maadui wa familia yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. You have to stand. Useme mimi ni msichana atiana tu nyako benage ni mama na kapodi ya nyako kitu gani? Ambia hao vijana mkishindwa kujengea baadhi tabujengea. Bwana sifiwe. Na unajenga gorofa kwa nyumba ya mama yako, wewe unamaliza. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakiko atoka hapo namna gani? Ati mama yako anabebeleza kwa watu yaye, be unaenda hot mama ndo dualua. Unaenda ndo kakachal. Urudi ndo na wachana na wao tafuta pesa. Ingia Disemba hapo ambia fundi nimekuja. Tunapiga hii nyumba yote plaster tunamaliza. Bwana asifiwe sana. Na ujigabu ukimaliza unarudi Nairobi. Bwana asifiwe. Na uchiringi. Number two, hapo ni kwamba if you are going to break the barrier, number one, you must learn to stand on your own feet. Bwana asifiwe sana. Okay, tumeelewana vizuri. You must learn to stand on your own feet. Vita zingine ni zako wewe mwenyewe kupigana. Mchungaji, mimi nimefika mahali hata naambia washirika, si vita vyote ni mchungaji atakupigania. Ni wewe usimame upigane hiyo pepo ndani ya nyumba yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Vita nyingine ya mume wako ni wewe utapigana wewe mwenyewe. Usisumbue mchungaji sasa yote ngeo Bwana, torani, otimereka, afaji kitu gani? Wewe mama simama, simefundisha neno. Sema hii pepo ndani ya mume wangu ninaikemea kwa jina la Yesu. Haleluya. Je, leo ubiri yako ni aina gani? Are you understanding me? Mwendeleo ninasema my friend. Yes. Wewe unajua hiyo kitu, simama nayo. Ambia Bwana, hii ni mimi na wewe. Na huyu mzee abadilike. Hii ni mimi na wewe. Huyu mtoto abadilike. Hii ni mimi na wewe. Hii hali ibadilike. Na ninapigana nayo bila kuambia mtu. Bwana sasa. Then you will get your breakthrough. Number 2, angalia verse number I think number 9. Eliezer naye. Hebu some verse number 9 and 10 yule ako nayo. Nasema, na baada yake kulikuwa na Eleazari mwana wa Dodai Mwahohi, mmojawapo wa wale mashujaa watatu waliokuwa pamoja na Daudi walipowatukana Wafilisti waliokuwa wamekusanyika ili kupigana na watu wa Israeli waliokuwa wamekwenda zao. 10, huyo aliinuka akawapiga Wafilisti hata mkono wake ukachoka. Mkono wake ukapatana na upanga, naye Bwana akafanya wokovu siku ile. Wachia pale. Huyu anatufundisha persistence. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. If you are breaking the barrier, lazima uwe persistent. Hallelujah. Eliaza Biblia inasema alisimama peke yake number 1. Bwana asifiwe. Oh, praise the Lord. Jambo la kwanza atuambie Eliaza na mtu mwingine. Bwana asifiwe. Tunaambiwa Eliaza peke yake akachukua upanga, akaanza kupigana na ile jeshi, akapigana jeshi, mkono ukachoka, hiyo mkono wake na panga ikashikana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu wazia wewe unapigana mpaka mkono wako na panga zinashikana. Unajua hiyo ni kumaanisha, na sio story ati kitu kisemekana, it is real. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani unapigana mpaka mkono wako na kuna panga inashikana. Yaani inakosa tu kumaliza. Let me tell you my friend. To break barriers in your life, you need to be persistent. Hallelujah. You don't need to give up. You don't need to be tired. Bwana asifiwe. Oh, I'm saying amen. I hope mnaelewa sasa tunaelewana. You must be what? Persistent. Eliaza anatuambia be persistent. Mambo mengine haitaisha mara moja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Vita zingine hautashinda na siku moja. One of the things inasaidiana kwa maisha ni kujua mambo mengine haitaisha rahisi. Bwana asifiwe. You must be persistent. Lazima uendelee. Na uendelee bila kufanya nini? Kuchoka. Bwana asifiwe. Kama kuna adui moja nimegundua kanisani mchungaji,
church ni watu kuchoka. We are very watu wanachoka haraka kwa mambo za Mungu. Bwana sifiwe. People are getting tired. Nimeimba praise and worship miaka 5, nimechoka pastor. Nataka kwenda kupumzika. No. You must be persistent. Lazima uendelee. Lazima ufuatilie. Lazima usukume. Bwana sifiwe. Haitakuwa sawa mara moja. Bwana sifiwe. Haitakuwa sawa na mwezi mmoja. Haitakuwa sawa na mwaka moja. Lazima uendelee. Haleluya. Eliaza anakuambia mama, ili uvuke hiyo kiwango, ili uvuke hiyo daraja, ili uvuke hiyo kizuizi, lazima uendelee na uendelee. Haleluya. Amesalimia mwenzako, mwambie kuanzia leo ninakutaka uendelee na uendelee. Mwambie usichoke na usikome. Wewe endelea mpaka panga na mkono wako ushikane. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua why we are not breaking barriers? Tunaanza wiki 2, wiki 3 tumechoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunakaa kwa mkutano tunaongeleshana, tutafanya hii na hii. Alafu tukishamaliza tunaanza siku 2, hiyo haifanyi. Hiyo haiwezekani, tunaanza kuchoka. Maisha inataka watu persistent. Bwana siwe sana. Oh, praise the Lord. Maisha inataka watu nini? Persistent. Hata kwa boma haijengwi rahisi. Bwana sifiwe. Sengine ubirianga wa mama nawaambia mama, boma kujenga si rahisi. Bwana sifiwe. Lazima ungangane, lazima uendelee. Wazee lazima tungangane. Bwana sifiwe. Lakini ukiwa tukida watu nimechoka, I'm given up, mimi siwezi, wachana nayo, haizi badilika, unaanza maneno utaacha zote. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Hata kazi lazima uvumilie. Lazima uwe na persistent spirit. Haleluya. Ulizo dada Emelda, wengine tunafanya madharau kazini. Bwana sifiwe. Moja, kuna kitu kimoja namaliza, maana nilikuwa nataka tukugusia hiyo. Pastor, nimekuja kujua kuna watu wana roho ya shetani ya kufrustrate watu wengine. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii maisha nimekaa dada yangu Emelda, kuna maed teacher, kuna senior teacher, kuna watu ulipata kwa hiyo shule. They will look for all ways to frustrate you. You give up. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Am I talking to people? Bwana sifiwe. Pastor, wewe ni mtu unafanya na mjengo. Unajua utapenda mtu wa kukufrustrate. Ugive up, uache hiyo kazi. Sasa umenisumbua sana, kana kazi yako. Ama wewe uko na mahali mtu wa supervisor anakufanyia vituko tu, yani kukufrustrate, ugive up. Hii maisha vitu vingine itabidi uwe persistent. Bwana sifiwe sana. Useme nimeanguka nitarudi, nimejaribu ninakuja, nimeenda ninarudi. Bwana sifiwe. Mimi sio wa kukata tamaa. Bwana sifiwe. Mimi sio wa kuchoka. Mimi ni wa kurudia na kuendelea kutafuta. Haleluya. Hata kazi dada yangu Emelda, tunatafuta, unatuma CV. Nilitumanga huko na sikuitwa interview, hata nimeachana nayo. Ulituma wewe 3 years ago. Mwaka 3 iliyopita nilituma CV na wakuniita interview. Leo hata unataka kujaribu tena. Bwana sifiwe. Unasahau yule headmaster alikuwa 3 years ago, labda ameenda transfer. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasahau yule alichukua application yako, alikanyagia mahali ameacha. Bwana sifiwe. You must be persistent. Enda tuma tena. Jaribu tena. Haleluya. Oh, praise the Lord. Biashara ukianza kufunga utafunga zote. Bwana sifiwe. Pasa napiga pande zote. Hii ni semina ya kila mahali. Bwana sifiwe. Nikimaliza, unaenda biashara ukianza na kufunga utafunga zote. Bwana sifiwe sana. Biashara ya kibedi kama ni kikinda. Wacha leo sema jakinda. Bwana sifiwe. Jakinda kama ukuona. Bwana sifiwe sana. Mtu ambaye ako hapo. Bwana sifiwe. I normally love my brother pale Kinyanjui pale. Unaona hapo. Ajaanza jana. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeona miaka karibu 10 ama ngapi? Ama hata zaidi ya 10. Zaidi ya 10, si ndio? Uko wapi tu hapo Kinyanjui? Na watu wanakuwa tu umekaa hapo. Na haendi mahali. Na hapo amekaa, amejenga nyumbani. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Ndugu yangu, si kuna vitu umefanya na hiyo kazi tu hapo kando tu.
ukifungua sema hapa hapana. Huyu jamaa amekaa hapo. Sasa ingine tukitembea hapo nasema kwani nini anauzanga hapa? Nini inakuanga hapa? Ni nini inafanyikanga hapa? Lakini yeye ako wapi? Bwana sifiwe. Jakinda. Na ukiona hivyo kuna vitu kikaa na yeye atakwambia kutoka kwa hii nyumba hapa mahali 20 years mtoto wangu amefika form 4. Bwana sifiwe sana. Kwa mahali hapa nimekaa, nimefanya hiki na kile. Wewe hautaona, lakini kwa sababu ya bidii na roho ya kinda anaweza kupata kitu. Bwana sifiwe sana. Oh, praise the Lord. Kile umefungwa leo, nimeona hapa kuna competition ya juu, umefunga umeenda. Nimekaa hapa, nimeona kuna basi zinakujanga, zinamwaga maji, unafunga unaenda. Nimekaa hapa, kuna kanjo, wanakujanga, unaenda. Utafunga kila mahali. May you learn to be persistent for you to break the barriers. Bwana tuwe sana. Oi, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho twende kwa mstari wa 11 na 12 tumalize. Remember next I think 11. Tumesoma ya kwanza. Tumeona ni kwamba lazima uwe mtu ambaye utasimama peke yako. Usingoje wengine. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Chochote Mungu ameweka roho yako, chochote Mungu amekuwekea ndani ya roho, fanya bila kungoja. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa huduma, kwa kanisa, kwa maono yako, kwa familia, Mungu akikwambia tu dada, hii fanya hii na umesikia ni Mungu, go for it. Fanya, usingoje wengine. Praise and worship leader, hii kanisa inaweza inuka. We don't need 100 of you. We only need 1 or 2 mwenye amekusudia nimesikia Mungu. This is me. Na Mungu nitakusava hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama ni kukunywa maji ya ndimu, kunywa maji ya ndimu. Kama ni sauti tengeza. Bwana asifiwe. Kama ni kuachana sukari mingi wacha. Kama ni kwenda YouTube angalia vile sauti zinaitoka. Bwana asifiwe. Wacha ngoja wengine. Ati unajua kwa kwetu hata watufanyangi training ya voices. Utangoja sana tutakufanyia. Wewe enda kwa YouTube, angalia training ya voices. Bwana asifiwe. Kana mtoto wako mwambie, "Toto nifundishe naenda aje?" Kana mume wako akufundishe voices. Enda YouTube ziko huko. Bwana asifiwe. Tafuta rafiki yako mwingine mwambie mimi nisaidie. Learn these things. Kuja hapa sema mimi nataka voices. Ukiwa keyboard tafuta another way, pana piga tu hiyo moja tu ding 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 miaka yote. Bwana asifiwe. Ding 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 ding. Kitu gani? Kaa chini. Sema mimi nitajifundisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hizi vitu napenda Mungu miaka hizi hakuna kitu kustrain. Hata walimu wanapoteza kazi karibuni. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua niko university sasa hizi, Kretsa University. I think in the next few days sometime nitakuwa nimerudi shule. Nitakuwa nimeenda university kusoma degree. Nimekuja kugundua walimu hakuna kazi ya walimu inaisha. Bwana asifiwe. Maana kila kitu is there online. Bwana asifiwe. Hata notes mwalimu anakupea ziko tu online, hata yeye mwenyewe anatoa huko. Bwana asifiwe. Yaani anatoa tu huko. Kwa nini umekaa unajua lalala hivyo? Mama unapikia bwana yako unakatakata kitunguu na mkono. Ati hii unakatakata vitu kubwa. Improve your cooking. Bwana asifiwe. Mama, sipikie bwana yako kama anapika kitu na una loko nyanya kubwa hata haijaiva, naleta kwa meza. Bad manners. Bwana asifiwe sana. Basta niruhusu tu niambie wa mama. Bwana asifiwe. Improve upishi wako. Bwana asifiwe. I don't need to go to school. Wewe kaa tu kwa YouTube angalia kupika samaki. Uone utafundishwa samaki inapikwa namna gani. Wewe chukua samaki ya 50 bob weka. Kata karanga vizuri. Bwana asifiwe. Hizi zile siku za kutuchanganyishia mboga na nyama. Hatunachanganya mboga na nyama ndani yote. Unakoroga hivi. Ati bwana unatafuta nyama katikati ya sukuma. No way. Huko tumetoka. Bwana asifiwe sana. Wacha Bwana aone nyama ni nyama na sukuma ni sukuma, achukue na anataka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima up your game and you break the barriers. Hebu tusome kabisa. Are we together? Kama tuko pamoja ni shame kwa. Bwana asifiwe sana. Na unaelewa kitu? Yes, individually. Na unajua nilikuwa naambia watu lalama haitakusaidia. Bwana asifiwe sana. Ati ningekuwa lakini
ningekuwa lakini, ningefanya lakini, ningeenda lakini, haitawahi kukusaidia. Bwana sifiwe sana. Mimi nilikataa, nilembe baba yangu, haukuweza kunipeleka university, nitajipeleka mwenyewe. Bwana sifiwe sana. Ohoi, Bwana Yesu asifiwe. Ati mimi babangu alifika form 4, hata hakulipa fee ya 4, aliacha na mimi, akanitupa. Mimi nimefika form 4 nimekwama. Niliambia shetani uongo. Mimi kama babangu alinifikisha form 4, hapo pengine nitajifikisha. Bwana asifiwe. Nikaenda college peke yangu. Nafunza nikiwa naenda college. Nimegraduate accounting. Nimegraduate for counseling psychology. Nimegraduate ualimu. Nimegraduate vitu vingine mengi, hata pasta hii nimesomea. Nimejifundisha mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako vitu vingine utajifanyia mwenyewe. Usitingize mwenzako, dadangu. Mtingizie umwambie dadangu. Dadangu, wacha kulalamika. Vitu vingine utajifanyia mwenyewe. Oi, Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako vitu vingine wacha kulalamika. Ni wewe utajifanyia mwenyewe. Bwana asifiwe. Na leo hii by the way, nimeenda university, sina dona, najifundisha mwenyewe. School fees nalipa mwenyewe. Na nina mtoto university nalipia. Do you know why? Kwa sababu nimeamua, nimeshika roho ya Joseph. Mimi sio mtu wa kungojea wengine. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni unaenda pale. Nikimaliza degree 4 years ninaenda masters. Hata kama nitakuwa mzee na 70 na niwe na masters yangu, niambie shetani ngoo, mahali ulifikiria sasa nikafika, nimefika. Amen. Bwana asifiwe. Wewe ni wapi uliwachwa? Wewe uliachiwa wapi na babako? Form 3. Kwa mimi tu niko na certificate, hata sina form 4, niko tu na class 8. Hiyo ndio natembea nao kutafuta kazi. Rudi shule. Within 2 years utakuwa umepata form 4. Within 1 year uko na form 4. By the way, I think is this year one year umefanya mpaka form 4. Let me give a testimony here. I have a member of my church, a member wa kanisa nilikuwa Deliverance Church. Huyu alikuwa mpiga picha, cameraman. Amefika grade, alifika form 2 akaacha shule. Hiyo shule tukaanza shule ya Gumbaro. Hiyo watu ambao walikosa kumaliza. Nikamshika nikamwambia, ndugu kuja. Tunaanza shule hapa, shule ya watu ambao ni watu wakubwa na hawakumaliza form 4, kuja. Nitakupeleka. Akaniambia, shule within 1 year, within 2 years utakuwa umefanya form 4. Akaniambia, pana. Nikamwambia, sikiza, tunakupea offer. Maana tunaanza hata tutakulipisha mingi, wewe utatumika kuleta wengine waone kuna watu kwa shule. Ndugu yangu Simon akakuja akaingia class. Within 2 years amemaliza form 4 na akapita. Within another 4 years nilikutana na Simon, amegraduate, ni mwalimu. Bwana sifiwe. Mount Kenya University amegraduate, tukutane hapa Durano. Amevaa hiyo gown, amegraduate within 4 years. Na mimi sija graduate bado, hata sijapata degree. Hebu imagine, nilimuita akiwa grade 8. Within 6 years na naye amegraduate degree walimu. What do I mean? Na maanisha wacha kulalamika. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nisome hiyo mstari ya mwisho ndio tumalize ibada kwa sababu tuna ingine na kuja. Na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Agi Harari, na Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Leni. Palipokuwapo konde lililojaa midengo, nao watu wakakimbia Wafilisti. Ila huyo alisimama katikati ya konde lile, akalipigania, akawaua Wafilisti, naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Sikia, lazima ujue kusimamia haki yako. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Najua masaa imekata. Ya tatu, you must learn to stand for your right. So wewe ni mwana wa Mungu, unajua kile maandiko imesema, Baba nitasimama na hiki. Hata kazini. Bwana sifiwe. Chungaji, tutakuja second round. But what I'm trying to say, sister, you must know how to stand. Huyu Biblia sema alisimama katikati ya bonde. Bwana sifiwe. Wakati wengine wote wanatoroka, yeye alisimama in the middle, akaipigania hiyo bonde. Bwana sifiwe sana. Oi, Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna vitu zako na shetani anachezea tu hapa nje. Bwana sifiwe sana. There
They are your things. Mungu amekupea ni zako, lakini adui anazitoa, ananyetea, anacheza nayo hapa nje, maana hujaziclaim. Bwana siwe sana. Biblia imejaa na ahadi chungu nzima ambazo ni zako, lakini hujazipata maana hujaziclaim. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Unajua leo hata umaskini sio mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. To be poor is not God's will. Pastor, umaskini ati mpaka unakopesha fare, it is not the will of God. Bwana sifiwe. Yaani mpaka unaenda kukopa jirani chumvi, it is not the will of God. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Jana nilikuwa na, I think we were talking with some of my colleagues. Wakaniambia, pastor, nyinyi mnahubiri habari ya kutoa prosperity message. Nikamwambia sikizeni kwanza. Najua mnaniambia wale wanahubiri wanadanganya watu. Lakini sikia nikwambie, kama kuna adui moja mbaya kwa maisha ya mwanadamu ni umaskini. Bwana sifiwe. Na nikamwambia maskini hana sauti. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. But one of the reasons why lazima tupigane umasikini, umasikini ni mbaya. Bwana sifiwe. Umasikini na kunyang'anya sauti. Bwana sifiwe. Hata leo kwa boma yenu kama una pesa hawezi kukusikia. Hata kwa ploti leo nyumba yako kama inafungwa unaweza dharauliwa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Umasikini ni mbaya. Kama hapana nyinyi pasa, mnaambia mtu atoe, nikamwambia sikiza. Nyinyi mnasikiza ujumbe wa shetani. Shetani anataka ukuwe maskini ndio akuumize vibaya. Bwana sifiwe sana. Unajua watu wengine wanaingia kwa dhambi, wanaingia kwa vitu vingine fani only kwa sababu ya umasikini. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa Kenya karibu 1000 vijana wanaenda kupeana macho yao. Ati unaenda kwa kile yako kwa macho hivi, ndio upewe 1000 per month. Silifanyika hapa Nairobi, mliona? Yeah? Did you see that in Kenya? Vijana walipanga laini, foleni kubwa hivi. Only on one thing. Kuja tu weke macho yako uende. Every month you'll be given 1000. Maskini. Hii macho yako hujui inapelekwa wapi? Haujui nini unaenda kufanya, lakini ukiona 1000 every month, pesa ya bure, unakimbia huko. Unajitoa maisha yako. Wengine hata leo wanasumbuka. Wengine hata wanauza figo. Bwana sifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kuna biashara ya figo na ni haramu. Bwana sifiwe sana. Mtu anaambia ukitaka tu nakupea 350,000. Wewe lala tu, ukishalala tukufanyia operation, tutoe figo yako, unaweza survive na moja. Hii figo yako tuchukue anaenda kuuza, unapewa 350,000. Why? Because of poverty. Wewe unaona 350,000 inakuja tena kununua shamba, nitaenda kujenga 350,000. I can't make in a year. Unaona kama unasumbuka, unatolewa. Baadaye madhara ya figo moja inakuanza. Ile pesa ulipokea haikusaidii. Shida ni nini? Umaskini. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Praise the Lord. I'm very candid to us. Poverty is very bad. Bwana sifiwe sana. Na ninaomba Mungu atusaidie kanisa, roho ya umasikini na ishishi na isitupate. Bwana sifiwe. Ndio mkosema, oh God, roho ya umasikini ninaikemea juu ya maisha yangu na hata juu ya watoto wangu. Bwana sifiwe. Even the other day niliona vijana wanaenda kudance almost naked, maana wanalipo pesa. Unajua kuna vijana wanadance hizo madansi hiyo wanaenda kwa dance. Si nini? Ni pesa tu. Wajiko Kamau Onyango tunajua hapa Kabiri. Ameambiwa kuja nikuweke kwa YouTube dance, ninakupea 50,000. Na anaenda. Hata leo YouTube mingi watu wanaweka, unaona hizo vitu falifali kwa YouTube. Si ati niko labda nataka, anajua ukipata like kadhaa unapata pesa. Bwana sifiwe. Am I talking? Hata unaona mama mzima yuko kwa bedroom anatingiza. Yaani mama mzima kwa bedroom yake anatafuta like. Bwana sifiwe. Bwana ni koswa. Nyinyi kama mko Kenya mimi naonaga zingine. Bwana sifiwe. Mama tunajua vizuri mkubwa, mzuri, amebarikiwa. Lakini kwa sababu ya kutafuta likes za YouTube na za TikTok anaenda kufanya vituko. Bwana sifiwe.
hata wasichana wa university. Yaani mtu anavaa tu vitu tufani. Ni roho ya umasikini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wajua masikini sio nzuri na watu wanasikianga ukiongea naongea vibaya. Lazima ushinde hiyo roho. Wakati uko na pesa yako hapa, utajitoa uchi namna gani? Bwana asifiwe sana. Wakati uko na sapa na uko na nyumba nzuri, unaenda kufanya vituko vya aina gani mama? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ati only because nataka views. Views tu. Si uweke neno kama yangu. Si ubiri injili nzuri watu wasikie. Na Mungu ataleta likes. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huko nikiingia mimi huleta neno. Bwana asifiwe. Mimi nahubiri neno napata likes 170. Hiyo imenitosha. Bwana asifiwe. Bwana utavuta 500 when you are doing very silly things. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Ambia Bwana, asionyesha prosema oh God. Roho ya umasikini iniondoke. Sema oh God. Roho ya umasikini isipate watoto wangu. In Jesus name. Bwana awabariki. Nimemalizia hapo. Tutaendelea sehemu ya pili. Leo nimekuja na injili rahisi, breaking the barriers. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asalimia mwenzako mwambie leo tunavunja viwango. Ni viwango ama ni vikwazo? Which one is which? Barrier ni vikwazo ama barrier ni vizuizi? Ama vizuizi. Bwana asifiwe. Tunavunja nini? Vizuizi kwa jina la Yesu. God bless you. God do well. Tutapatana.